Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Karibuni tujifunze pamoja neno la Mungu kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango ni wa 8 mstari wa kwanza hadi wa 11. Karibu sana tusikilize neno la Mungu. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mzeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika usinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna, Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sitakuhukumu. Enenda zako, wala usitende dhambi tena. Amen. Hadi wa 11. Kichwa cha somo letu leo tuliopewa kwenye kichwa cha somo ni kuwekwa pamoja katika siku zijazo, ulinzi wa hali ya hewa katika jamii. Kuwekwa pamoja katika siku zijazo, ulinzi wa hali ya hewa katika jamii. Somo letu inatuonyesha juu ya Yesu Kristo na mwanamke aliyesamehewa dhambi. Lakini pia tunaona juu ya kundi la watu waliomleta mwanamke huyu kwa Yesu ili waweze kumhukumu.
lakini maamuzi aliyoitoa Yesu kwamba ni maamuzi mazuri, maamuzi ambayo ya kuridhisha. Mimi nasema maamuzi aliyoifanya Yesu yalikuwa sawa, kwa sababu hakuna mtu ambaye hana dhambi, hakuna mtu ambaye hana makosa. Ukitazama ama ukijitazama na nikijitazama, wote tuna makosa. Kwa nini? Tukitazama mazingira tunayoishi hayafurahishi kabisa. Kwanza tunamkosea Mungu kwa mazingira tunayoishi. Kwanza tumeharibu kwa kutupa takataka. Pili, kutupa makaratasi. Tatu, kutupa mikebe na tairi za magari. Yaani ukifika kama umepita mjini utaona watu wanatupa matairi za magari. Au umepita pia kwenye maploti utaona watu wameweka makaratasi kila mahali. Hiyo ni njia mojawapo ya kuharibu mazingira yetu, hayawezi yakawa safi. Tumeharibu wenyewe, na hiyo ni njia ya kumkosea Mungu wetu. Pamoja na kukata miti, tumekuwa wakataji wa miti bila kupanda miti au kuotesha miti. Kupitia hili sisi sote tunafananishwa na hao Mafarisayo na waandishi walioona kosa la mwanamke na kumhesabia hatia. Sisi tunaona kosa la watu wengine, ila hali hatuoni kosa letu wenyewe kwa ajili ya kutengeneza mazingira. Lakini pia uharibifu wa mazingira unafananishwa na mwanamke huyu ambaye Yesu alimsamehe dhambi. Pale tunapotengeneza tunasamehewa na Mungu, kwa sababu tukitengeneza mazingira yetu yawe masafi, yapendeze, mvua irudi, kila kitu kifurahi, wanyama wafurahi, basi tunatengeneza njia ya kusamehewa pia na Mungu, kwa sababu tumekuwa na utiifu. Mpendwa, mimi na wewe tunaalikwa kwa pamoja kubadilisha maisha tunayoishi kwa kuyatunza mazingira yetu, pia kuotesha miti na kujaribu kuonyesha matumaini tena. Uaminifu ule ambao tumeachiwa na Mungu. Mwanzo ile mlango wa kwanza mstari wa 26 hadi 29. Karibu kwa pamoja tutengeneze mazingira. Olha